Za asubuhi mama. Salama mwanangu, umeamkaje? Salama, shikamoo. Marahaba. Fanya haraka huko unakoenda uje kushughulikia kiki Sambu. Sawa mama. Angalizo. Nioshe miguu yangu ila usiniroeshe. Sawa binti mfalme. Sasa fanya kama hujanielewa. Zena! Hivi ulishawahi kuona lini mimi nimeosha miguu yangu na maji ya baridi? Samahani binti mfalme. Eti samahani. Bicho lako linakosa akili eh? Unashindwa kabisa kufikiria majukumu yako. Yaani miguu yangu unaiosha na maji ya baridi? Bure kabisa wewe. Chao. Hivi ni lini utaacha huo utemi wako? Na Checha. Tangu lini wewe umeanza kuingilia majukumu yangu? Huyu ni kijakazi wangu mimi. Na sio kijakazi wako wewe. Majukumu ya kumsukuma mtu, hata kama yeye ni kijakazi kama unavyosema, lakini ana haki zake za msingi, na yeye ni binadamu kama ulivyokuwa wewe. Alafu Chao huyu ni mdogo sana, tofauti na umri wako. Ukimwelekeza kwa utaratibu, mbona anakuelewa? Naona sasa hivi umeanza kuwa mama huruma, si ndio? Angalizo, acha kuingilia majukumu yangu. Una kijakazi wako, sijawahi kukuingilia. Niachie kijakazi wangu, sijui tunaelewana? Wewe kaniletea maji ya moto uje uoshe miguu yangu. Kaniletea maji ya moto, fanya haraka. Nimepata toto, yani chombo chombo kweli, mtamu kama jojo, wala sio shubiri, ananipaga joto, baridi hupita mbali, ananijua ninamjua, tunajuana kiundani, hawezi sumbua, sito mzingua, tumeshibana yani, penzi letu keki tunalishana mimi naye. Kwangu atetereki amesha kwa matokie, na kipiga deki ninasimama rede, komando si cheki cheki vitani kulinda penzi letu. Mzee Masauti. Niambie ndugu yangu. Leta habari. Njia ile ile unaelekea? Bwana, nimetokea bondeni hapa. Naelekea nyumbani sasa hivi. Sema unajua? Unajua sana. Toka zangu hizo. Na kwa nishajua ni wewe. Kweli bwana. Sema ndio hivyo, na moyo rafiki yangu Muha hapa mara moja. Unaenda kwa Muha? Ndio. Basi haina shaka ndugu yangu. Mimi ngoja nifike nyumbani. Haina shaka. Nachelewa nyumbani, sio mama atakuwa ananitafuta. Eti sawa, mimi mwenyewe naona muda umeshaenda, nataka niingie shambani. Basi tuondoke. Angalia sasa utadumbukia huko.
Nafikiri muda wa kukusanya mazao kutoka kwa wanakijiji tayari umeshafika. Ndio, na nilikuwa nasubiria amri yako mfalme. Sawa, hivyo basi chukua walinzi muweze kupita nyumba hadi nyumba kuyakusanya mazao hayo. Sawa mfalme wangu. Sawa. Tafanya kama ulivyoagiza mfalme. Sijui nimeeleweka? Sawa mfalme. Deke. Wewe mambo vipi ndugu yangu? Safi ndugu yangu, vipi hapa? Safi sasa. Yaani hapa unavyoniona mguu huu unatoka kwako. Leo umetoka kwangu eh? Lakini nashangaa ndugu yangu saa 12 mapema. Kama unavyoona nimetoka kuzurura huko na shemeji yako. Samahani bwana shemeji. Samahani tuzo wewe bwana, mimi na ndugu yangu tukikutana. Ni mbona tashawazoea? Yaani mkikutana ni story mpaka basi. Oh, umesema umetoka nyumbani kwangu. Niambie ndugu yangu. Kweli mapenzi matamu. Kwa nini unasema hivyo? Yaani mpaka umesahau swala letu la kazi ndugu yangu. Kazi. Oh, ile kazi yetu. Bwana. Lakini hata hivyo muda umeshaenda. Hata kesho nayo ni siku. Tukijaliwa kuamka salama, tutaifanya kazi yetu. Basi sawa, mimi nawaacha bwana. Basi bwana ndugu yangu, acha nisimchoshe shemeji yangu bwana. Wewe amebeba mzigo umekaa tu. Aise. Ndugu yangu Beke. Hatari. Na Checha na Chao wameenda wapi? Chao yupo ndani. Ila na Checha sijajua alipoelekea wapi. Sasa wewe mama hao jua ameenda wapi? Inakuaje hivyo? Tatizo mume wangu, mwanao ni mbishi, tena ni mjeuri. Ndugu yako ameenda wapi? Baba, mimi mwenyewe toka asubuhi sijamuona. Ameelekea wapi? Mume wangu, mwanao ni mbishi na ipo siku atakuja kukudhalilisha katika hichi kijiji. Kwani ana shida gani? Alafu baba, huyo mtoto wako kipenzi siku hizi amekuwa na tabia za ajabu sana. Yaani hasikii, anatembea na wanaume. Alafu nikimkataza ananiona kama vile mimi ni mdogo sana. Basi nitaongea naye mimi mwenyewe. Akisharudi uniambie. Umenielewa? Sawa, sisi tumekuelewa. Sawa. Alafu unajua nini mume wangu? Binti yako ni mjeuri. Tena ni kiburi. Kwa hilo jambo limeanza lini? Muda mrefu sana nipo nao hapa, lakini hauniambii yanayoendelea. Tatizo mume wangu nikikwambiaga, unakuwa sio muelewa, sababu yule ni binti yako kipenzi. Sasa mke wangu, kwa sababu ni binti yangu kipenzi ndio mshindwe kuniambia kwa wakati nijue nafanyaje? Basi ndio hivyo. Basi nitaongea naye mwenyewe.
Nimechomwa. Haya bwana, tutaendelea siku nyingine kwa sababu unachokicheza hapo mimi hata sikielewi. Hivi binti mfalme. Mariam, nimeshakukataza kuniita hivyo. Niite tu na Checha inatosha. Sawa na Checha. Nikuulize kitu. Hivi kwa nini unapenda kuja huku? Unajua nini Mariam? Sipendi kukaa nyumbani kwa sababu unajua muda mwingi mara nagombana na Chao, mara nagombana na mama. Kwa hiyo hali sipendi ninapotokea. Ndio maana napenda kuja huku tu mapolini kama hivi, tunacheza, tunafurahi. Kwa hiyo kitu ambacho mimi nakuwa nakipenda. Au upendi kuja huku jamani? Mara tunasikia maji vile akiwa anapita, ndege wanalia, upepo mzuri. Napenda, ndio maana nakupata rafiki yangu. Mariam, nakupenda sana kwa sababu wewe ndio mtu pekee unayenielewa. Nakupenda pia na Checha. Muda umefika, basi twende nyumbani. Nimekutafuta kote huko sijakuona. Mbona kama unalala? Nini shida? Au shida ndio ile inatoka asubuhi? Mama, hujui tu ni jinsi gani mimi naumia. Mama, mimi nimedharaulika leo, nimedharaulika mama. Basi mwanangu, unatosha. Basi. Sawa. Nimeshamwambia baba. Ameahidi kwamba atamrekebisha. Atafanya nini? Amesema kwamba atamrekebisha. Ila asipomrekebisha, tutajua sisi tunamrekebisha nini. Mimi napenda uwe na amani. Sawa binti yangu? Sawa. Usiwe mnyonge. Sawa, nimekuelewa. Unajua ninavyokupenda binti yangu. Basi sawa. Mimi naenda ndani. Sawa, wewe nenda kuna nini?
Hodi. Karibu. Heshima yako mzee wangu. Kama ulivyosikia tangazo, ndio tumekuja. Sawa baba. Ili lengo lako lifanikiwe, inatakiwa umpate binti ambaye hajawahi kuingiliwa, ambaye ni bikira. Sawa. Tamfahamu vipi binti bikira? Hapa kijijini kwetu mabinti ni wengi sana. Hiyo ni kazi yangu. Nitakuonyesha huyo binti, na inatakiwa utekeleze jinsi ninavyokuambia. Unaona huyu mwanamke? Huyu binti ndio inatakiwa umuoe. Sawa sawa. Ukisha muoa huyu binti, hakika unaenda kuwa mfalme wa milele. Sawa. Mama, umetoa vya kutosha. Huo mzigo uje nao. Asante baba. Sawa. Tokeni vijana. Naam. Vipi leo jana shambani? Ndio, sijaenda shambani. Nimeenda kwa Muha, sijamkuta. Wakati nipo njiani natoka kwa Muha, nikakutana naye yupo na Zuu. Kwa tumeahirisha kwenda shambani. Tenda kesho. Oho, mimi ndo nilikuwa naelekea kwa Zuli. Sidhani kama utamkuta, maana yupo na Muha. Na wewe vipi? Mbona sija kusikia hata kama unatetesa kwa mchumba kijijini hapa? Mwenzako Muha ndo huyo. Usijali, nikipata mwanamke nitawaambia. Sawa eh? Ndio ufanye utafute. Nataka kutoa wifi. Usijali. Haya sawa. Heshima yako baba. Nachacha binti yangu. Baba. Nataka kuongea na wewe. Sawa baba. Nachacha binti yangu. Abe baba. Umetoka wapi? Nimetoka mtoni baba. Na mjakazi wako yuko wapi? Aliniomba aende kwa kusalimia, nami nimemruhusu. Sawa. Binti yangu, nina mashtaka juu yako. Sijui ana ukweli ndani yake. Malalamiko gani baba? Wanasema sasa hivi unatembea, yaani hauagi, unagombana na wenzako, alafu kibaya zaidi unazunguka na wanaume. Haujui kama hicho ni kitu ambacho kinakuja kumdhalilisha babako? Hapana baba, hizo taarifa zina ukweli wowote ndani yake. Ina maana wanakuonea. Kama kutoka
Ni kweli huwa ninatoka, lakini siendi kuzunguka na wanaume. Sawa, kama zipo na kama hazipo, mimi nataka kuomba isijirudie tena, kwa sababu unakuwa unanikosea heshima. Nakumbuka wewe ni binti ambaye nakupenda sana, mpaka ufalme unajua kama mimi wewe nakupenda sana. Mwanangu, nisuke vizuri na nifinya. Mama, mbona nasuka taratibu? Alafu mama. Hivi unajua yule mzee bwana leo kanishangaza. Kakushangaza nini tena mwanangu? Siku zote akija hapa lazima mgombane, yani mgombane haswa. Lakini leo nashangaa amekataa hata kuchukua mazao yetu. Hata mimi kanishangaza. Wewe unataka kufuta mabaya yake? Labda. Hebu nisuke mwanangu. Samahani sana. Na kawaida itaweza kujitokeza. Sawa binti yangu, lakini mimi nikuonye tu, kwa sababu unajua wewe ni mtoto wa mfalme. Hutakiwi kuwa na tabia kama hizo, kwa sababu wewe ni kioo, watu wanakutizama wewe. Sasa endapo utakuwa unaonesha tabia kama hizo, kwanza utanizalilisha mimi. Sijui unalitambua hilo mwanangu? Nalitambua baba. Sawa, naomba isiweze kujirudia. Nakupenda sana mwanangu. Asante baba. Unaonekana Zuu umeweka sana moyoni. Zuu nampenda sana. Nampenda sana yule mwanamke. Kwa sababu nimetoka naye mbali. Yaani yule ni mpenzi wangu toka utotoni. Na najua unalifahamu hilo. Na hapa kijijini siona mwanamke mwingine zaidi yake yeye. Na vipi kuhusu wewe? Unacheka? Sasa unacheka, mimi nimekuuliza kwa sababu unajua sijui kukuona na mwanamke ujue. Kiukweli mimi hapa kijijini sasa kupata mwanamke. Hivi unataka kuniambia kijiji chote hiki hujamwona mwanamke? Ni kweli sijapata mwanamke kuendana naye. Yaani hujaona kabisa? Sijaona. Au ndo bado upo kwanza mwanangu? Mambo yasiyo mengi. Tayari. Mnapendezana lakini sawa. Binti mfalme, nishapiga muda mrefu. Soshi nimechoka. Naomba niruhusu niende nyumbani.
Hivi unadhani ni kirahisi rahisi namna hiyo? Hapana, naomba nipigie hiyo filimbi yako hadi niridhike. Sawa. Binti mfalme, utaniua. Nimechoka. Isitoshe nasikia kitu cha maji. Nusu nile nyumbani. Sawa, ila kabla ya kwenda kwako, kwanza unisindikize na hiyo filimbi yako hadi kwetu, alafu ndo utaenda kwako. Basi ina shida. Naona kama nikuache muda unaenda. Unakimbilia nini rafiki yangu? Si unajua uko naishi na kaka tu, kwa hiyo naenda kupika. Basi sawa, ngoja nikusindikize maana leo sio zamu yangu kupika. Leo zamu ya mama. Tuendeza. Amna. Sawa tena. Kijana, niambie mkuu, umepata nini nyumbani kwangu? Kazi niliyowapa mkaifanya shambani kwangu hamjaifanya ipasavyo. Niliwaachia maagizo mkalime shamba langu, mmeenda kulima shamba la jirani yangu. Ndio kazi niliyowapa mkafanye kule? Ndio eneo niliwaonyesha mkaifanya? Ile shamba mnaenda kulima, mwenye shamba kaja kutoa malalamiko kwangu. Sasa basi, kazi mmefanya pale sitawalipa, kwa sababu mmefanya uzembe wenyewe. Na lile shamba langu tatafuta vijana wengine wa kwenda kufanya. Pesa sitawalipa, na hapa nyumbani kwangu ondoka, ondoka! Mbao. Huzuni mimi ninao, wakulala mimi na wewe kaburini, ila kaburi lako dogo sana, jeneza lako dogo sana. Mama unatosha, unatosha peke yako. Huzuni mimi ninao, wakulala mimi na wewe kaburini, ila kaburi lako dogo sana, jeneza lako dogo sana. Mama unatosha, unatosha peke yako.
umenyamaza? Endelea kuimba. Naniangalia. Na bado huo ni mwanzo. Na usipokuwa makini utapotea kama alivyopotea mama yako. Lakini mama, kwa nini kosa langu kwako ni nini? Kosa lako ulijui? Kosa lako ni kujifanya wewe ni bora kuliko mwenzio humu ndani. Na bado endelea kuimba. Mbona umenyamaza? Kwaheri. Na usipokuwa makini utapotea kama alivyopotea mama yako. Lakini mama, kwa nini kosa langu kwako ni nini? Kosa lako ulijui? Kosa lako ni kujifanya wewe ni bora kuliko mwenzio humu ndani. Na bado endelea kuimba. Mbona umenyamaza? Kwaheri. Muda ushawadia sasa. Binti niliambiwa na mganga nishafanikiwa kumuona. Tafanya juu chini kuhakikisha nampata. Muda ndio huu. Sawa rafiki yangu, basi mimi naishia hapa. Sawa, lakini rafiki yangu umenisusa sana siku hizi. Sijakusala nini? Mambo mengi tu rafiki yangu. Haya sawa, vipi shemeji yangu ajambo? Shemeji yako ajambo yupo? Haya poa, basi utamsalimia mama, maana sijaonana naye. Afu kweli leo jamuona mama yako kabisa yani. Akisikia umekuja, afu hujamuona. Haya. Chao binti yangu, nenda wafuate walinzi, hakikisha wanamtafuta ndugu yako. Baba,
Naam. Unamjua fika mtoto wako, muda wote anaweza kuzurura tu. Mwache. Alafu usitokijua mume wangu, binti yako akili zake anaweza kamshawishi hata kijaka zake ili yeye apate kwenda kuendelea na mambo yake na wanaume zake. Sawa basi, kama shida ni kwenda kuwafuata walinzi, taenda mwenyewe. Baba, acha tu binti yangu. Sawa, wewe usiwe mkali. Amemgeuza na chicha humu ndani ndo asamani kuliko hata wewe. Ila acha tu binti yangu, yatakwisha. Ondoke. Moa rafiki yangu. Niambie Beka. Mzee Kibwana ameweka sana leo. Amesema yule eneo tulilolima alikuwa eneo lake. Ilikuwa na jirani yake. Hivyo yule jirani amemfokea sana. Ni kweli, lakini tulikosea. Na je, vipi kuhusu malipo? Kuhusu malipo? Amesema hata tupata shilingi 100. Lakini sawa, kwa sababu maskini kwa mponda matiki hana kauli. Sasa kinachotakiwa tuwe makini, asije kasema na hili shamba sio la kwake. Nikikumbuka alivyonitoa kwake. Oya, tuwe makini. Yeah. Odi. Karibu baba. Asante. Heshima yako mzee wangu. Sawa. Nimeipokea. Naweza kaa na mkeka mara moja na maongezi kidogo na wewe. Ukae. Mkeka sina. Labda niweke kiti. Sawa. Njoo fanya haraka, njoo. Sogea hapa haraka. Haya. Kunipita huko barabarani. Hujaniona au nijui? Samahani binti ya mfalme, nilikuwa sijakuona. Eti sijakuona. Nimekuwa mweusi sana. Samahani binti ya mfalme, heshima yako. Heshima yako. Sasa nataka nikuoneshe kuwa mimi sijawahi kupitwa tu barabarani hivyo bila kupewa heshima yangu. Piga magoti chini. Piga magoti, fanya haraka. Hivi ili bicho lako linakuwa. Unakuelewa mimi ni nani? Toka nenda wapi? Rudi. Na popote nitakapokuona, ama zako ama zangu. Mjinga wewe. Shenzi kabisa tabia wewe. Unanichafua. Karibu baba. Asante. Karibu baba. Asante. Heshima yako nimeipokea. Ujio
kwa ajili ya Zuu. Kafanya nini Zuu? Hapana, hajafanya kitu chochote isipokuwa nahitaji kumuoa mwanao Zuu. Lakini Zuu ana mchumba wake na wanapendana sana. Itakuwaje baba? Sawa mama, wewe ni mtu mzima, unajua jinsi gani ufanye. Wale ni vijana ambao wanachezea watoto. Mimi nahitaji kumuoa mwanao, na katika kijiji hiki unajua kabisa na heshima kubwa sana. Endapo atakubali mwanao kuolewa na mimi, na na uwezo wa kumpatia kazi kwa mfalme na akawa na heshima kubwa katika kijiji chetu hiki. Umiza kichwa uwezavyo, uhakikishe namuoa mwanao. Maongezi yako baba yananishawishi kweli. Sasa Zuu ametoka. Hebu ngoja kwanza arudi, kama mzazi nitaongea naye. Sawa mama, fanya hivyo. Mimi nawahi mara moja shambani, kuna vijana nimewaagiza waje kwa wasije wakanikosa. Kwa kuna mzigo kidogo hapa na kuachia mara moja huo. Mimi acha niwahi shamba. Asante baba. Sawa. Mungu akubariki. Jana, unaonekana wewe ni mwema sana. Nahitaji unisaidie kitu. Mtu wa kawaida kama mimi, nitakusaidia nini? Nataka uende kwa Mfalme Mamba ukafuatilie hali ya Nacheche. Kama unavyoniona, mimi ni mtu wa kawaida sana. Na watu kama sisi haturuhusi kufika kwa mfalme pale. Nitawezaje? Kijana, najua hilo ni gumu sana kwako. Ila fanya kama nilivyokuagiza. Na kufikia kesho, nahitaji majibu ya nilichokuagiza. Mama, leo nimekula mkate mtamu. Hivi umetengeneza na nini? Hapo nilikumbusha mwanangu. Hii bwana kaja hapa, ndo kaleta hiyo ndizi. Na kaniambia hivi, anahitaji kukuoa. Nini mama? Mama, unafahamu fika na mchumba wangu na tunapendana sana. Mimi siwezi kuolewa na kibwana. Halafu mwanangu, kazama amesema ndizi tamu. Huyo mtu wako na nini? Mama, kumbe yale yote alikuwa anayafanya kibwana, mara anakuachia mazao, mara anakuletea ndizi, kumbe nyuma hayo yote ana nia yake. Mama, mimi siwezi kuolewa na kibwana.
kukubali, kukataa ni maamuzi yako, lakini ujumbe wangu ndo huo. Asia, makelele ya nini? Unatoka huko kote nasikia sauti yako. Kijiji kizima wanasema kabisa ni wewe unapiga kelele. Haya, shida nini? Kaka, nimeona nyoka. Sasa umeona nyoka ndio upige makelele vile? Kaka, nyoka yenyewe anaongea. Asia, nyoka anaongea? Wewe kwenda wapi? Na maana unaota, si ndio? Kwa hiyo niamini. Kikapu ka? Nimeacha huko. Sasa umeacha kikapu kwa nini? Kaka, ungekuwa wewe ungeweza. Uone nyoka alafu ukumbuke kikapu. Kwani huyo nyoka ameingia kwenye kikapu? Yaani unakimbia tu makelele, unanishtua na twende. Mimi naogopa. Unaogopa nini? Twende nione sasa kwa kikapu na kiache kule. Twende tukachukue kikapu, twende. Unapiga kelele. Zuhu, mbona kama hauko sawa? Si mama huyo. Mama amefanya nini? Alikuja yule mzee Kibwana. Anasema anataka kunioa. Anataka kukuoa? Tena inavyoonekana mama yuko upande wake. Hapa
inalazimu nikoe haraka sana iwezekanavyo. Yaani nikaruhusu hili likapita, basi nitakuwa nimeumia mimi, kwa sababu Zuu, nakupenda sana, nakupenda mno, na wewe ni mwanamke ambaye nimetoka naye mbali. Halafu Zuu, wewe ni binti ambaye umejitunza sana. Kujitunza kwangu kunatokana na wewe kunielewa. Wewe ni mwanaume tofauti sana katika hiki kijiji. Umekuwa mwaminifu kwangu, ndio maana nakupenda sana. Kweli Zuu? Kweli. Hata mimi pia Zuu, nakuomba upendo wangu usiishie njiani. Hawezi kuishia njiani kwa sababu nakupenda. Usisahau tulipotoka, nakupenda sana Zuu, yaani nakupenda mno. Nakupenda sana mpenzi wangu. Nakupenda pia. Na siwezi kukubali kuolewa na yule baba. Sawa, naomba uniahidi kwamba hautonisaliti. Nakuahidi mpenzi wangu, siwezi kuolewa na yule baba hata siku moja, na siwezi kusaliti. Na basi nakuomba chochote kitakachokuwa kinaendelea uwe unanijulisha. Sawa? Sawa, nitakuwa nakujulisha. Sawa. Yuko wapi? Sasa hapo unaona dalili ya nyoka hapa. Kuna nyoka hapa. Yuko wapi nyoka nakuuliza? Alikuwa hapo kaka. Nyoka yuko wapi sasa hapo? Yaani unanipotezea muda. Unakimbia nyoka yuko wapi? Kaka alikuwa hapo. Wewe unaona nyoka hapa. Unaona dalili za nyoka hapa. Ona. Nyoka yuko wapi? Nyoka yuko wapi nakuuliza? Afu wewe. Hizo taarifa niambieni mimi, sio mtu yoyote. Ukija kumwambia mwana kijiji kwamba kuna nyoka umemwona anaongea, hata kuamini kabisa. Sawa, twende kachukue jembe langu tuondoke.
Pokea. Hivi umemwona binti wa mfalme huko mtokako? Hapana, hatujamuona. Na mfalme ana mabinti wawili. Ni binti gani huyo? Machecha. Inapita muda sasa sijamuona. Na hata tulipokuwa kule hatujaonana na mtu yoyote. Sasa popote mtakapomuona mfikishe taarifa haraka sana kwa mfalme. Sawa. Toa taarifa kwa wakati. Na hiyo hivyo. Baba, mbona upo sawa? Shida ni Checha baba? Baba, yule ni mtu mzima, anaelewa nini anafanya. Atarudi tu babangu. Kwa nini unakuwa na mawazo juu yake? Shida ni uwepo wake baba. Hata mimi pia ni mtoto wako. Kwa nini yawe na thamani zaidi kuliko mimi? Mimi natosha baba kuwa furaha yako. Kwa nini yeye ndo awe kipaumbele chako baba? Kwa nini? Unanikosea sana. Wewe ni binti yangu, yeye ni binti yangu. Yaani kwenye wewe kwa yeye nisimtafute. Mimi napambana kumtafuta, ni siku ya pili sasa sijamuona. Tena wewe unataka basi niwe nakuangalia wewe, alafu niwe na mwaza yeye kwamba yupo kupitia wewe. Wewe inakuingia akilini hiyo? Yule ni mwanangu, lazima nimtafute. Lakini baba unajali sana Kipi kinaonesha kama najali? Kwa hiyo unataka nisijali, nikae tu, nisimtafute basi. Nikae tukae basi tuseme kama amekufa basi tuachane nalo, sio? Tokea hapa sasa hivi. Lakini baba unajali sana kuhusu yeye kuliko mimi. Kinachoonyesha kama najali ni nini? Kipi kinaonyesha kama najali? Wewe sikujali. Haya wewe umepotea. Kwamba nianze kutafuta wewe. Ukipotea na wewe nitakutafuta. Yeye amepotea ndio maana namtafuta. Toka hapa. Lakini baba yeye iko sawa. Toka hapa. Anapenda sana kunivuruga. Toka asubuhi tunamtafuta Nyachacha na bado hatujampata. Huu ni usiku sasa, na sidhani kama tutampata. Mimi nadhani turudi kwanza nyumbani, tutarudi tena kesho tumtafute, au mnasemaje? Jamani, inahitajika tumtafute kwa haraka iwezekanavyo. Mfalme anatarajia tumpeleke, si ndio hivyo? Bila shaka, nendeni. Mfalme wangu, mbona umeniita ghafla? Kwani kuna shida gani? Kuna jambo kubwa limekumba familia yangu. Ni siku ya pili sasa binti yangu hapatikani katika hiyo. Nini? Unawezaje kumpoteza binti yako afu mimi nisiwe na taarifa? Nimekuwa nikiwatuma walinzi siku hizi zote waje kufuate wewe, wakupe taarifa, lakini walikuwa wakija hapa wananiambia waje kukuta. Sia, bado hujalala tu?
natafakari. Sasa kutafakari ndio uje ukae peke yako huku? Mbona usiku kama umeingia na umekaa huku umejinania huko peke yako? Shida nini? Kuna kitu kinanitatiza. Gani? Nasikitishwa kuona mtu ambaye nampenda, namjali, namheshimu pia, lakini anashindwa kunisikiliza na kuniamini. Unajua maneno yako yana fumbo ndani yake. Hebu niweke wazi, funguka. Mara ya kwanza kama nilikwambia, nilikutana na binti wa mfalme njiani, alinitesa. Mtoto wa mfalme alikutesa? Umemfanyia kosa gani? Nilipita bila kumsalimia. Yaani umepita bila kumsalimia, amekuchapa? Ndiyo. Hem niweke wazi, funguka kwanza. Unajua unapoongea nakuwa sikuelewi. Hem niweke wazi. Yaani umemfanyia kosa gani mpaka anakupa adhabu? Niko tu. Na asubuhi nimekwambia nimekutana na nyoka anaongea. Jamani, hatuna cha kufanya kwa sasa. Twendeni tuoneshe utu wetu kwa mfalme. Tunaweza kurudi kesho asubuhi. Sawa, twendeni tukarudishe heshima kwa mfalme, maana kumtafuta leo imeshindikana. Twendeni. Kusawa, binti mfalme anapata nguvu kwa sababu baba yake ni mfalme kwa hii kijiji, lakini suluhisho itapatikana tu. Na kwa swala huyu nyoka, mimi kaka yako nimetangulia kuliona jua, lakini sijawahi kusikia mtu anasema kuna nyoka anayeongea. Kaka, ni kweli kabisa, nikutana na nyoka na anaongea. Nafikiri utakuwa na mawazo kwa sababu umechoka sana. Hata hivyo muda umeenda, sawa? Mkapumzike. Hii ni tatizo kubwa sana mfalme. Niruhusu niende nyumbani nikafikirie zaidi, hii nikirudi tujue tunafanyaje juu ya hili. Heshima yako mfalme. Kwa zoezi hilo tupa tukamtafute Nyachecha, kwa kweli hatujaweza kumpata. Tumehangaika sana huku na huku, tukaona muda unakwenda, tukaona bora turudi tukupe taarifa mfalme. Sasa basi tuko tunaomba utupatie nafasi tena tukamtafuta hata kukicha kesho. Sawa basi, kesho mkajitahidi zaidi. Sawa, sijui umenielewa? Mwaweza kwenda. Sasa kwa taarifa hii tufanyaje? Sawa mfalme wangu. Kwa wazo langu ilikuwa naona tushirikishe wanakijiji, kwa maana tuongeze vijana waweze kushirikiana na wenzao kuhakikisha wanapambana kumtafuta binti yako. Sawa basi, fanya hivyo. Kesho itisha vijana wawepo hapa asubuhi. Sawa mfalme wangu.
Nitafanya kama ulivyoniagiza. Sasa kwa taarifa hii tufanyaje? Sawa mfalme wangu. Kwa wazo langu ilikuwa naona tushirikishe wanakijiji, kwa maana tuongeze vijana waweze kushirikiana na wenzao kuhakikisha wanapambana kumtafuta binti yako. Sawa. Basi fanya hivyo. Kesho itisha vijana wawepo hapa asubuhi. Sawa mfalme wangu. Nitafanya kama ulivyoniagiza. Vipi ndugu yangu? Unajua nimekusubiri muda mrefu sana, mpaka nikaona nitoke. Sasa nashangaa na kuona huko mwenyewe. Jembe lako liko wapi? Unajua kazi yetu leo haitofanyika kwa sababu kuna wito umetoka kwa mfalme. Mfalme anatuhitaji sisi? Ndiyo, na ingekuwa vizuri urudishe jembe afu tuongozane tule kwa mfalme. Huenda hii ikawa nafasi ya kumfuatilia na Checha ili nitimize kazi niliyoagizwa. Muha. Haina haja ya kunipa heshima. Basi taarifa yangu hujaipata? Hapana. Ujumbe gani? Nilikuja nyumbani kwenu, nilimkuta mama yako, nilimwachia ujumbe kwa nahitaji kukuoa wewe. Samahani mzee wangu, mimi siwezi kuolewa na wewe kwa sababu nina mchumba wangu na tunapendana sana. Sawa. Iko hivi, endapo utakubali kuolewa na mimi, naamini unajua wazifa wangu hapa kijijini kwetu iko vipi. Ninachokuomba, kubali kuolewa na mimi ili upate heshima kubwa hapa kijijini kwetu. Endapo utakubali kuolewa na mimi, hakika utakuwa na heshima kubwa sana hapa kijijini kwetu, na uwezo wa kupatia kazi kwa mfalme, na utaheshimika hapa kijijini kwetu. Hapana, kama nilivyokuambia, na mchumba wangu na tunapendana sana, siwezi kuolewa na wewe. Labda nikupatie muda ukafikirie vizuri. Wala haina haja kunipa muda, kwa sababu nimekwambia siku tayari kuolewa na wewe. Na pia hata kuleta zawadi nyumbani kwetu, na usikanyege kabisa yani.
Kijana, ulisema unaitwa nani vile? Mimi naitwa Muha. Muha. Na wewe hapo? Mimi naitwa Beki. Sawa. Nilichoitia hapa, nina jambo kubwa linanitatiza. Ni siku ya pili sasa sijamwona binti yangu. Sasa ninachohitaji, mtafute vijana wenzenu, mwende mkamtafute, na taarifa zozote mtazozipata huko muweze kunifikishia. Kama mtampata, mniletee binti yangu. Alafu vile vile kwa atakayefanikiwa kwenye hili jambo, nitampa akiwa na maso. Nina uhitaji sana wa kumpata binti yangu. Umenielewa? Sawa mfalme wetu. Tutafanya kama ulivyotuagiza. Unaweza mkaendelea na shughuli zenu. Oh, binti yangu. Mbona uko hapa? Una nini mama? Yo mama, mimi sijafika kabisa kuolewa na Kibwana. Binti yangu kipenzi, tazama kakuahidi mambo mengi hapa kijijini. Tazama unaenda kupata heshima kubwa. Hata mimi mama yako, ukipata heshima wewe nimepata mimi. Kuna mabinti wenzako hapa kijijini wanatamani kupata nafasi hiyo, lakini hawajapata mwanangu. Hiyo ni bahati. Hebu fikiria vizuri. Mama, mimi sitaki kuolewa na Kibwana. Wewe mnatoka wapi? Na wauliza nyinyi. Ina maana Kimayani mmegeuza kama chooni, yaani mnaingia na kutoka vile mnavyojisikia nyinyi, si ndio? Sinawauliza nyinyi. Unajua ni kwa nini nimewapiga hivi vibao? Kwa sababu ya dada yako. Dada yako aliikimbia adhabu yangu. Hivyo basi, nyinyi ndio mtatumikia hiyo adhabu leo. Pigeni magoti chini. Piga magoti chini. Simama. Simama. Samahani. Sasa nakwambia hivi, kama huwezi kunisikiliza mimi mama yako, utaondoka hapa nyumbani. Utaondoka hapa nyumbani. Ninamaanisha utaondoka hapa nyumbani. Kwa sababu wewe hujanizaa mimi. Mimi nimekuzaa wewe. Ninapokaa chini kuongea na wewe, huwa napenda mtoto anisikie. Mwanangu, nimekulea toka mdogo. Nina uchungu na wewe mpaka leo umependeza namna hii, ni binti, unatamaniwa. Nikupeleke sehemu mbaya? Ningekuwa sikupendi wewe ungekuwa hivi. Hakuna mama yoyote anayejitambua hawezi kumpeleka mwanae sehemu mbaya. Mimi mwanangu nilivyokuona hapa, nikajua unawaza kitu cha maana. Kumbe nawaza na mjinga wako. Yule maskini yule. Wenzako mwanangu nakwambia hapa kijijini hapa wanawaza. Tena muda mwingine wanakuonea wivu. Wanaitamani nafasi. Hawajaipata mwanangu. Wewe unaichezea? Ninakwambiaje? Nakupa siku hizi
au siku moja lifanyie kazi. Huwezi uondoke. Mimi naenda kutafuta kuni. Nitakaporudi nikuta umeshajifikiria. Tena unipe majibu sahihi. Kwa sababu wewe hujanizaa mimi. Mimi ndio niliyekuzaa wewe. Kwa nini nakwambia vitu huwezi kunisikiliza mwanangu? Hivi mama mzazi alishawahi kumchoma mwanae? Hivi vichwa vyenu vinakosa akili hata ya kujiongeza. Sinauliza nyinyi. Samehe binti mfalme. Nataka niwasamehe. Sasa basi, nitakaa hapa kuanzia sasa hivi mpaka kesho asubuhi, na ole wenu. Mimi nakutafutia sehemu nzuri. Nimekulea mwanangu vizuri. Nimekulea mwanangu kutoka mdogo. Leo nikutafutia sehemu mbaya ya kwenda kuteseka. Mbona tuingie mnajisababishaga mzaliwa maskini, mfa maskini? Yaani mwanangu mimi naona tunaenda kubadilisha maisha yetu. Wanakaa unaweza upumbavu tu na wewe mjinga wako huyo. Sasa mimi naondoka. Na vile vyombo nikuta umeviosha. Nitakapokuja kuchagua haya. Huwezi kuolewa na kibwana, uondoke hapa nyumbani. Pumbavu kabisa. Mtoto gani huwezi kuambiwa ukaelewa wewe? Ye. Hapa mnafanya nini? Yaani nimewapa kazi mmesimama mmekalishwa hapa chini. Nani aliyekalisha hapa chini? Tokeni haraka. Hicho unawezekanaje? Pumbavu zenu kabisa. Vijana bure sana. Vipi, umefikia wapi kuhusu swala la Pete? Hapana Malkia, hatujafanikiwa lolote. Sasa naomba unisikilize kitu. Hakikisha kokote utakapomuona uweze kumaliza huko hata huko asirudi. Sawa Malkia. Umenielewa? Tena hakikisha mlinzi wote asiweze kufahamu jambo hili wala mfalme. Hii ni siri. Sawa Malkia, nitafanya kama ulivyoniagiza. Unaweza kwenda. Moa rafiki yangu, hii kazi ni ngumu sana. Tazama, toka asubuhi tunamtafuta na Cheche na hatujampata, na huu msitu unatisha sana. Nikwambie kitu Beka, siku zote ukitaka kujua utamu wa asali usiogope kung'atwa na nyuki, na kumbuka mfalme ametuahidi kitu kikubwa sana endapo tukimpata huyu binti. Kama unavyojua, mfalme kawaagiza vijana wengi sana bila kumtafuta na Cheche, na sisi ni mmoja wapo wa vijana hao, na endapo tukimpata, hii inaweza kubadilisha maisha yetu. Rafiki yangu Moha, maneno yako yamenipa nguvu sana. Na uchovu huu nilikuwa nao, kiukweli nguvu nimepata upya kabisa. Sawa.
tuendelee kumtafuta na Checha. Ni kweli, hatutaki kukata tamaa kabisa, tuendelee kumtafuta. Sawa. Vipi binti yangu? Mbona upo huko? Nini shida? Mama, naomba leo niambie ukweli. Ukweli upi binti yangu unataka kujua? Hivi Mfalme mimi ni baba yangu? Wewe ndio yule kijana anapiga filimbi hapa kijijini? Ndio. Unajua nini kuhusiana na Checha kupotea? Na Checha nafahamu kama ni binti yako, lakini kuhusu taarifa ya kupotea kwa Checha sina, mfalme wangu. Ukipata taarifa kuhusiana na kupotea kwa Checha, naomba uniletee taarifa mapema. Nitafanya hivyo mfalme wangu. Nashukuru sana. Kwa nini umeuliza hivyo binti yangu? Umehisi kitu gani? Mama, baba jana amenidhihirishia kuwa mimi si wa thamani kwake. Hapana binti yangu, usiseme hivyo. Mboga wewe pia ni wa thamani humu ndani. Mama, kwani unamuogopa sana? Yule si mume wako mama. Mwambie ukweli. Mwambie kuwa sisi ni wa thamani. Kwani anamuona na Checha ni wa thamani zaidi kuliko sisi?
Nisikilize binti yangu, sio kwamba mimi namuogopa mume wangu, hapana, ila tambua yule ni mume wangu, na tukiachana na ume pia ni mfalme. Natambua kwamba amezungukwa na watu wengi sana hapa katika kijiji chetu, inatakiwa tumheshimu muda mwingi. Mama, namchukia mimi na Checha, namchukia. Nisikilize binti yangu, hii vita ni kubwa sana. Kinachotakiwa kuanzia sasa tubadilishe mfumo ili tuweze kuishinda hii vita. Unamaanisha nini? Tunatakiwa tujishushe kwa babako na tujifanye wema kuanzia sasa. Sawa mama, nimekuelewa. Basi, nakupenda sana binti. Nakupenda sana. Nahitaji kuzungumza na wewe. Sawa, naweza. Baba, kwani bado umenikasirikia? Hapana, kwa nini? Baba, samahani kwa sababu nimekuwa mtoto msumbufu sana kwako, bila kujali watu wengine, nimekuwa najijali mimi tu. Samahani sana baba, najua una hasira na mimi kwa sababu nimekuwa simjali ndugu yangu, najali tu kuhusu mimi. Nimegundua makosa yangu baba, nimekuwa mbinafsi sana, nimekuwa mbinafsi kwa ndugu yangu. Naomba unisamehe baba, naahidi sitarudia tena. Sawa binti yangu, nimekuelewa. Nimefurahi kwa sababu umeweza kujitambua. Kwenye wewe kuja na kukaa na kuzungumza maneno kama hayo, ina maana fika umejitambua. Ila mimi niseme tu kwamba nimekusamehe. Pia sipendi tena jambo kama hilo liweze kujirudia tena, kwa sababu wewe ni binti wa mfalme. Baba, nakuahidi haitajirudia tena. Sitagombana tena na Checha. Sitakusumbua tena baba wangu, nakuahidi. Sawa, usilie. Sawa, kama nilivyosema awali, mimi nimeshakusamehe. Ila sasa ninachotaka kukuomba, ungane wewe, mama yako na mimi, yaani tuungane tumtafute Checha.